5. Kweli urongo? Yeye alikuwa ni rais wa kwanza kutoka dunia hii umbwe kufika Ndau. Ama mmesahau? Na alifika huko ili kuhakikisha na watu wa Ndau nao wapate umeme. Na huo mradi huko Ndau, uko Kiwayu, uko Mkokoni. Bwana nataka niseme ni raha si raha. Na mimi pia nimshukuru huyu makamu wa rais. Alivyokuwa waziri wa mambo ya internal security, ndio tumeona Lamu sasa tumepata afueni. Wale majambazi walikuwa kitusumbua, aliweza kupambana nao na akatumalizia. Simumpigie makofi makamu wa rais wale. Na wajua mahali kokote kukiwa hakuna amani, hakuna maendeleo. Lakini rais wetu yale maendeleo amefanya. Kuna mafish landing site yuatujengea. Kuna masoko, mmeambiwa hiyo ya Kizingitini, kuna nyingine Hindi, kuna na nyingine Mpeketoni. Maendeleo mfululizo tumeambiwa. Kwa hivyo mimi ombi langu kwenu nyinyi, musije mkaghurika wakati wa siasa, wakaja watu wakawauzia sera ambazo hazina mwelekeo. Sisi ni kusimama na rais huyu. Hii Lamu imetambulikana. Poti yetu imeanza kazi. Na mimi nina hakika hizo nafasi za kazi zitakazo kutoka kwa port ikianza kushika kazi, sisi wala hatutaradhili, tusema hizo nafasi ni za watu wa Lamu County. Ama mwasemaje? Kwa hivyo wale katika sisi sote tunaosema Rais Ruto ni 10 bila break, hebu tuinue mikono. 10 bila. Na hawa wanaozunguka wakisema one term, sijui ni wendazimu. Wao kama ni wanaume wajipange, tupambane 2027 kwenye debe. Wasikae wakizunguka kueneza chuki. Imekuwa Nairobi haikaliki, kila mara maandamano, watu wetu wanaumia, wafanyabiashara wanaumia, wanaleta sifa mbaya kwa nchi hii, alafu wanajifanya wao ni viongozi. Kuna kiongozi atafanya kubomoa nchi yake? Kwa hivyo langu mimi, na niwapongeze, naona wabunge kutoka kila pembe ya Kenya wamekuja hapa kuja kuwachangia nyinyi kina mama. Ni raha si raha? Na hawa wabunge na makamu wa rais, si hawa ndio marafiki? Na sisi Waswahili huambiwa rafiki ni yule akufae kwa dhiki. Si sasa hivi ndio tumekuja kujaribu kutatua hizo dhiki. Na huyu rais, sisi tutaacha mbachao kwa msala upitao? Tutawacha mbachao kwa msala upitao? Kwa hivyo makamu wa rais, huku Lamu East hakuna tashwishi. Kura ya urais hatuna tashwishi. Na huyu mama Rueda, ikiwa aweza kutufanyia mambo namna hii, akaleta viongozi wote hapa tukutane, hatutompa tena second term. Rueda tu, Rueda na Rais Ruto ni raha si raha. Kwa hivyo mimi leo tuna wageni wengi, mimi wamanisikia mara kwa mara, wacha nichukue fursa hii na niwaombe kwa taadhima, tusimame tumkaribishe makamu wetu wa rais Mheshimiwa Kindiki aje kutuhutubia. Makamu wa rais, karibu sana. Huyu gavana ametangaza, siatangaze pesa yake kwanza. Huyu gavana wetu, huyu gavana Gangari,
Atangaze asitangaze? Tumia hii, tumia ni sawa, tumia. Haya. Watu wa Lamu East mupo? Ni raha si raha. Kwa hivyo na mimi kuwachangia wanawake wangu wa Lamu East, mimi nimewaletea nusu milioni. 500,000. Thank you very much. Haya. Haya. Gavana jamaliza. Haya. Najua gavana akija huja na watu wake. Mheshimiwa Mohamed Mbwana amenishindikiza na 20,000. Mheshimiwa Kamalu Sharif 10,000. Mwamuona huyu waziri wetu wa kila kitu, Mheshimiwa Tashrifa 20,000. Mirasira Ahmed Lo, huyu chief officer wa Lands 10,000. Shafi Isa ambaye ni chief officers of fisheries 10,000. Mirasira, pole mheshimiwa. Wapi makofi ya gavana wetu jameni? Satimami, weka volume hapa. Wapi shangwe? Weka volume kwa hii mic. Wapi shangwe na vigelegele kwa gavana Isa Timami jameni? Tutam. Faza hoi, Lamu East hoi. Leo ni leo, msema kesho. Leo tumefika hapa, mnajua mimi sio mgeni hapa, nimekuwa hapa siku ingine wakati nilikuwa waziri wa usalama. Ni kweli si kweli? Si nimerudi tena. Kwanza kabisa ni washukuru wakazi wa Lamu East kwa kutupokea hapa Faza kwa furaha na shangwe. Wale ambao tumefika hapa, mimi nikiwa mmoja wao, na hao viongozi wengi mmeona katika hii mkutano huu. Hao viongozi wanatoka katika sehemu zote za Kenya. Tuko na viongozi hapa kutoka Baringo, kutoka Nyanza, kutoka magharibi wa Kenya, kutoka Mandera, kutoka sehemu zote. Ni kwa sababu sisi tunaamini nchi yetu ni moja. Lakini vile vile tuko hapa kwa sababu tuko na heshima na viongozi wenu. Tuko na heshima na mbunge wenu huyu Mama Gangari, Captain Rueda huyu. Huyu Captain Rueda, huyu mbunge wa Lamu East, anatosha atoshi? Huyu mama anatosha atoshi? Huyu mama ni fire si fire? Ni noma si noma? Wacha nione salamu za mama, salamu za mama, salamu za mama, salamu za mama. Mtaendelea kumshikilia mkono huyu Captain Rueda. Wacha nione mara ingine salamu ya Captain Rueda, Captain Rueda. Alafu gavana wetu, vile mmesikia, sijui kama mna habari. Unajua pale katika chama cha UDA tuko na party leader ambaye ni rais. Tuko na deputy party leader wawili. Mmoja wa deputy party leaders wetu wa chama cha UDA
ni Mheshimiwa Gavana Issa Timami. Raha si raha, anatosha atoshi. Huyo Timami fire si fire, noma si noma. Wacha nione salamu ya Gavana Issa Timami, Issa Timami, Issa Timami. Vile vile tuko na wale waheshimiwa wengine. Najua mwenzake wa Captain Ruwaida, Gavana Muthama hayuko hapa, lakini tuko na yeye kwa sababu tuko na mkutano kama huu kule Lamu West. Kwa hivyo amebaki huko akijitayarisha. Tukitoka hapa, Mungu akitujalia, tunaenda pale. Lakini vile vile tuko na Mama County wa Lamu, anaitwa Muthoni Maruvu. Wapi nduru ya Mama County jameni? Mnaona huyo mama? Fire si fire, anatosha atoshi. Hata huyu ako kwa 2 term. Rais Ruto akipata 2 term, si hata huyu anapata 2 term. Huyu mama anatosha atoshi jameni. Muthoni Maruvu anatosha atoshi. Wacha nione salamu ya Mama Muthoni Maruvu jameni. Thank you very much. Asante. Kwa hivyo leo hatutaki kuongea sana. Tumekuja hapa kuwakilisha Rais William Ruto. Na tuko hapa kujiunga na akina mama na wananchi wanabiashara wa hapa Faza na Lamu East, ili kuwaweka jeki katika biashara zao ndogo ndogo. Kwa sababu mwananchi wa mashinani akipata support kidogo, kama ni mama na ako na biashara ya stock ya shilingi 5,000, akipata msaada kupitia hafla kama hii, hiyo stock iongezeke, itoke 5,000 ifike 10,000, huyo mama amesaidika na familia imesaidika. Kweli si kweli jameni? Si ni kweli jameni? Unajua sana akina mama wanajua kuchunga pesa vizuri, kutunza hela. Hata hela yao kidogo inakuwa na manufaa zaidi. Sisi wanaume tujifunze pia. We don't do very well. Sisi wanaume ukipata hela kidogo unachelewa kufika nyumbani. Lakini mama akipata hela kidogo anaenda nyumbani mapema, na kutakuwa na chakula, mzee atakula, watoto watakula, na hiyo jamii itakuwa sawa sawa. Kweli si kweli? Wamama hoye! Wamama hoye! Kwa hivyo langu ni kusema ya kwamba hapa Lamu tunakazana ili kurekebisha mambo ya kihistoria hapo nyuma, ambao tumeona sehemu nyingi kama hizi zetu za Lamu hapa. Kuna sehemu zetu kidogo zilikuwa zimeachwa nyuma kimaendeleo. Rais Ruto amesema Kenya ni moja. Ile maendeleo inafanywa sehemu moja ya nchi ndio inafanywa sehemu zote za nchi, ikiwemo hapa Lamu East, kwa sababu Lamu East ni Kenya kama ile sehemu zingine za nchi. Ndio umeona ya kwamba wakati Rais Ruto alikuwa anaomba kura, na tulikuja na yeye hapa Faza, tulikuwa na yeye pale Kizingitini, kuna mambo kadhaa ambayo tulisema tutafanya. Moja, tulisema mambo ya uvuvi. Tutahakikisha kwamba wavuvi wetu wamepata support. Na mahali tulianzia wale wavuvi ambao walitatizika kwa sababu ya ujenzi wa poti ya Lamu. Na Rais Ruto akahakikisha kwamba watapata fidia kulingana na vile mahakama ilikuwa imesema. Mimi niko hapa miaka 3 baadaye kusema ya kwamba ile ahadi serikali ilitoa wakati wa kampeni kupitia Mheshimiwa William Ruto, hao wavuvi sasa wamelipwa, pesa yao imelipwa. Gavana Timami yako hapa atawahakikishia wale ambao wamebaki, kwa sababu nasikia gavana ameniambia kuna wale wamelipwa 70%, 30% ilikuwa ya kununua equipment, lakini pia mnataka hata hiyo 30% mpewe. Ni kweli si kweli? Hapo ndipo
Kwa hivyo tumesikia matakwa yenu na tutayaangazia, tutazungumza even the 30% tuone vile itasaidia wavuvi, but I want to confirm 70% of all the claimants already wamepata hiyo malipo, na tutafanya hala ndio tuharakishe tukamilishe hilo jambo. Jambo la pili, tulisema wavuvi samaki wengi huoza, na huoza kwa sababu hakuna mahali pa kuhifadhi. Ndio unaona tunaanza kutengeneza fish landing site. Tumeanza kule Mokoe, tunajenga fish landing site kubwa ambayo itagharimu pesa milioni 239, 239 million for Mokoe fish landing site, ambayo itakuwa pia na vyumba vya barafu vya kuhifadhi samaki. Lakini vile vile tunataka hiyo program phase 2 pia tujenge fish landing site hapa Faza na Kizingitini. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Vile vile tumesema wale wavuvi wetu ambao wako kwa beach management units wapewe support na serikali, and we have already started providing grants to beach management units. Ndio wale wavuvi wakiwa katika vikundi vyao vya beach management units wapate msaada wa serikali, wapate hela ambayo ni grant, sio loan, ya kupanua biashara yao ya uvuvi, pesa mfukoni, tuinua uchumi wa nchi yetu. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee na grant kwa beach management unit. Tuendelee na kujenga fish landing site. Tuendelee tusiendelee jameni? Na pia tukamilisha compensation ya wavuvi. Vile vile hapo tukiwa pale, ule ambaye ni waziri wa uvuvi na mambo ya uchumi samawati, Mheshimiwa Ali Hassan Joho, ambaye anatoka hapa Pwani, ameagizwa atafute zile boti za nguvu, boti kubwa ambazo ni za kisasa kwa wavuvi wa Lamu, Tana River, Kilifi, Mombasa na Kwale. Katika ukanda huu wote tuwe na boti ambazo zinaweza enda baharini kwa zaidi ya siku 10 kutafuta samaki wakubwa, samaki wa dhamana. Na hiyo boat Mheshimiwa Joe alikuwa amepewa up to end of this month. Ndio tutafute hizo boti, rais akuje hapa apeane. Tuendelee na hiyo kazi. Joe harakishe hiyo mambo ya boti zipatikane. Tukirudi hapa tunataka hizo boti ziwe zimepatikana, zile za kusaidia wavuvi kufika baharini, kule baharini hata wakienda siku 7, siku 10 wanaenda wanarudi na samaki wazuri. Vile vile tuko na program ya kuongeza mambo ya stima. Stima haitoshi hapa sehemu yetu ya Lamu na Lamu East, na tuko na program katika Lamu County. Rais ameidhinisha pesa ya serikali shilingi milioni 307 itolewe ili kuongeza stima hapa Lamu County. Hiyo tayari pesa imetolewa, contractor wako njiani. Huyu mama Ruweida, Captain Ruweida, ameniambia ya kwamba kuna mahali contractor wamekwama, nimsaidie kusukuma wafike hapa next week. Nisaidie mbunge wenu, contractor wa stima wafike hapa. Tuko na last mile, nimesema Lamu County 307 million, lakini Lamu East peke yake katika hiyo pesa 307 million, Lamu East imepewa 173 million ili kuongeza stima katika Faza, Kizingitini na sehemu hii ya Lamu East. Mama anatosha atoshi? Na mimi nikiangalia hiyo 173 million bado ni kidogo. Kwa hivyo tutashikana pia na Captain Ruweida, tushikane na huyu Muthoni Marufu, tushikane na Governor Timamu, wakuje kwangu, tuende kwa rais, hiyo pesa iongezwe maradufu. Si mungependa pesa ya stima iongezwe hapa Lamu East? Kwa hivyo kuna ile program nyingine ya stima kwa zile sehemu ziko mbali. Umesikia governor akitaja.
Mkokoni kule na Kiwayu na pia sehemu ambazo ni kama kule Ndau. Huko already projects ya COSAP, Kenya Off-Grid Connectivity Program, inaendelea huko ya kuongeza stima katika sehemu hiyo. Jambo la 5 ni mambo ya afya. Mimi nashukuru sana Governor Timami na serikali ya kaunti ya Lamu kwa sababu tukishirikiana tumehakikisha kwamba wananchi wengi wamejiandikisha kwa mfumo wa SHA ambao ni mfumo wa afya ambao utapatia kila mwananchi bima ya afya. Na Lamu County katika percentage, Lamu County ndio namba 2 kwa idadi ama percentage ya wananchi ambao wamejiandikisha kwa SHA katika Jamhuri ya Kenya. Because already out of a population of 140,000, 70,000 residents, 50% of the residents of Lamu have registered for SHA and they are going to get medical cover going forward. Mumeshindwa tu katika Kenya, Mombasa tu ndio iko mbele ya Lamu. Sababu pale Mombasa wako 70%. Nyinyi muko 50%. Na hii serikali inataka kila Mkenya 100% awe na bima ya afya. Ndio apunguziwe ile gharama ya matibabu. Tulikuta ya kwamba only 8 million Kenyans walikuwa na kadi ya matibabu. Lakini kupitia SHA already tuko 25 million ambao wamejiandikisha. Tunataka tuongeze hiyo 25 million, ni kama nusu ya Wakenya. Tungetaka every Kenyan, over 50 million Kenyans, kila Mkenya awe na kadi, mama, mzee na mtoto. Tulikuwa na program ya Linda Mama, lakini sasa tunataka kuipanua iwe Linda Mama, Linda mzee, Linda baba, Linda mtoto, Linda kijana, Linda jamii. Si ni vizuri tulinde jamii yote jameni? Mama na baba na vijana na watoto. Kwa hivyo mambo ya afya tunaendelea vizuri. Vile vile mmesikia Rais William Ruto anajenga masoko katika sehemu za Kenya. Hapa Lamu tutawajengea fish market na fresh produce market. Iko masoko aina 2. Masoko ya bidhaa ya kilimo kama nyanya na vitunguu na viazi, na pia masoko ya samaki, ya kuuza samaki. Na hapa already soko ya Kizingitini imeanza, lakini tungetaka tuongeze masoko mengine hapa kulingana na mahitaji. Soko kule Mokoe imeanza. Soko ya Hindi kule Lamu West imeanza. Ile soko imebakia ambayo tunataka kuanza katika muda wa mwezi moja ni soko ya Mpeketoni. Na tutaendelea kujenga masoko ya bidhaa vya kilimo na masoko ya samaki vile vile kwa sababu ya uvuvi na uchumi samawati. Vile vile tuko na program ya manyumba ya bei nafuu ambayo inaendelea na program zingine nyingi. Wacha nitaje jambo lingine moja ambalo linabidi sisi tuseme tu tamu. Unajua ya kwamba hapo awali hakuja kuwa na mpango mzuri wa kutafutia vijana ajira. Na vijana wengi wanasononeka nyumbani, wanakuwa tatizo kwa wazazi kwa sababu ya kukosa ajira na kukosa matumaini. Na ndio umeona ya kwamba tuko na mbinu sasa kama 5 za kuongeza ajira. Jambo la kwanza, wale ambao wamesoma tunawaajiri. Wale ni walimu, wale ni polisi ama jeshi. Tunaendelea kupanua idadi ya wale ambao tunaajiri ambao wako na masomo. Mmejua ya kwamba hapo awali kabla Rais Ruto akuwe rais, tulikuwa tunaajiri walimu 4,000 peke yake ama 5,000 kwa mwaka katika Kenya. Lakini miaka 2.5 ambayo imepita tumeshaajiri walimu 76,000. Idadi kubwa zaidi ya walimu tangu Kenya ijichagulie uhuru imeajiriwa wakati wa utawala
wa William Ruto. Na mwezi wa Disemba tutaongeza walimu wengine 24,000 ili idadi ifike 100,000 ya walimu wa taifa la Kenya. By December, we'll have employed almost 30% of all the teachers ever employed in Kenya since independence. Because we have about 300,000 teachers, and already in 2.5 years, we have employed 76,000, and by December we'll have employed 100,000. Lakini tunajua vijana wengine labda wanataka kazi aina zingine. Ndio umesikia rais amesema kutoka leo, kutoka lini? Ile program ilikuwa imetatizika ya kazi mtaani, Climate Works, inaanza kufanya kazi leo. Na ni katika Kenya nzima ikiwemo hapa Lamu East. So mtafuteni Mheshimiwa Ruweida, ako na taarifa ya kwamba from today the Climate Works kazi mtaani program inarejea katika Kenya mzima vile rais alitangaza siku ya madaraka. Tuendelee tusiendelee? Si mungetaka vijana wapate kazi mtaani hii ya Climate Works, watusaidie kusafisha miji na kupanda miti, na hao wapate hela jioni na wapate hela mwisho wa wiki. Vile vile hii program ya affordable housing ya manyumba nafuu na masoko ni njia ingine ya kuongeza ajira kwa vijana wetu. Vile vile tuko na program ya kazi mtandaoni ambao tunatafutia vijana kazi mtandaoni. Ndio naona hapa Faza iko TVC ya Lamu East, iko pia Huduma Center. Hizi zikikamilika, hii TTI imekamilika, lakini Huduma Center bado inajengwa na mheshimiwa hapa. Ikijaa tutaweka kompyuta pale ili vijana wetu wajitafutia ajira pale mtandaoni kupitia ile program ya kazi mtandaoni. Kuna vijana tunatafutia kazi ama ajira katika nchi za ng'ambo kupitia program inaitwa Kazi Majuu. Na Rais Ruto amesema bora kijana amepata contract ya kwenda kufanya kazi ugaibuni, kama hana pesa ya kutafuta passport, kama hana pesa ya kununua tiketi ya ndege, serikali kupitia Youth Enterprise Fund itampatia pesa ya kulipa tiketi ya ndege na ya kulipa passport. Ndio hiyo nafasi ambayo amepata huko izikosekane. Tuendelee tusiendelee kutafutia vijana wetu kazi? Kazi Majuu, kazi mtaani, kazi mtandaoni, na wale tunaajiri kwa public service tunaajiri. Hiyo ndio program ya kutafuta ajira. Jambo la 6 ni mambo ya usalama. Mnajua ya kwamba hapa Lamu kumekuwa na shida ya usalama kwa siku nyingi. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu Rais Ruto alinipatia nafasi kuwa waziri wa usalama wa taifa kwa miaka 2. Katika hiyo miaka 2 hakuna county ambayo mimi nilitembea zaidi ya hapa Lamu. Hakuna county nilitembea. Safari nyingi zilikuwa za wananchi, lakini safari zingine zile nyingi zilikuwa security meeting ama kwenda kutembelea wale askari wetu ambao wako kule makambini ambao wanafanya kazi ngumu ya kupigana na magaidi. Na katika hiyo miaka 2 mimi nilitembea hapa Lamu County mara 21, 21 visits in 2 years. Hakuna county ingine. Zile zingine 10 times, 3 times, 2 times, lakini Lamu 21 times. Na mimi nashukuru wakati nilitoka pale, by the time I left tulikuwa tumekadamiza wale majangili kiasi. The attacks that were happening on the Garsen Witu Mokowe Highway ilikuwa imepungua, na zile attacks zilikuwa kule sehemu za Kiunga na kule kwingine. Bado tuko na hatari ya mambo ya terrorism ama ugaidi, lakini tumedhibiti usalama kiasi, and I know waziri mpya
na wale wengine wenzangu ambao wako katika hiyo sekta ya usalama wataangalia Lamu na macho yote mawili, ndio usalama usiweze kusoroteka tena. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo ya kulinda usalama wa Kenya, ikiwemo usalama wa Lamu. Vile vile hapa Lamu, mnajua ya kwamba tangu dunia iumbwe, hii dunia ya Mwenyezi Mungu, hamkukuwa hapa Lamu East na barabara hata moja ya lami, hata kilomita moja. Na Rais Ruto ndio aliahidi akasema, safari hii lazima tujenge barabara ya kwanza hapa Lamu East ya lami. Hiyo barabara imeshatangazwa, contract imepeanwa, lakini contractor amezembea kidogo. Mheshimiwa Ruweida, Governor Timami na huyu Mama Marubu wiki iliyopita wamekuwa pale ofisini kwangu na nimewafanyia appointment, ndio next week waende kuona rais, hiyo barabara isonge haraka. Ndio hiyo barabara isonge, kwa sababu kilomita 30 ile tunataka kujenga hapa Lamu East, ambaye itaunganisha hiyo barabara ya kutoka kunaitwa Mtangawanda mpaka Kizingitini, 30 kilometers. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo. Kwa hivyo tuko na program kubwa ya kusimama na wananchi wa Kenya wote ili tuhakikishe hakuna sehemu imebaki nyuma. Jambo la mwisho, kwa miaka na mikaka, kwa miaka mingi, wananchi kutoka hapa Lamu ambao ni vijana na kutoka sehemu zingine za pwani na kutoka sehemu zingine kaskazini mwa Kenya, imekuwa vigumu kupata vitambulisho kwa sababu walikuwa wanapitishwa kupitia utaratibu mrefu ambao ulikuwa unaitwa vetting ama kuchunguzwa. Rais Ruto ametupilia mbali mfumo wa vetting na amesema ya kwamba ile wakati kijana wa Nairobi, kijana wa Meru, kijana wa Kajiado, kijana wa Kisumu, kijana wa Machakos, ile wakati wanatumia kupata vitambulisho, ndio wakati pia kijana wa Lamu na Mandera na Mombasa anapaswa kupata kitambulisho. We cannot have two systems. Hatuwezi kuwa na ubaguzi ati kuna wale wanapata vitambulisho haraka na Wakenya wengine wanapitishwa kupitia utaratibu mrefu. Vetting imetolewa, malipo ya vitambulisho imetolewa. Raha si raha jameni, raha si raha. Kwa hivyo nikimalizia wenzangu, ukisikia tunasema 2 term, tunasema 2 term ili barabara yetu ya kutoka Mtangawanda kwenda Kizingitini ijengwe na ikamilike. Tukisema 2 term, tungetaka soko la Kizingitini likamilike, soko la Mkowe likamilike, Hindi na kule Mpeketoni. Tukisema 2 term, ni wale wananchi wa Lamu 70,000 70,000 ambao wako na kadi ya matibabu, hiyo idadi iongezeke, the entire population ya Lamu iwe na vitambulisho. Tukisema 2 term, ni kusema ya kwamba ile fish landing site tukamilishe na tutafutie wavuvi boti za kwenda baharini kwa zaidi ya siku 10. Kwa hivyo hiyo ndio 2 term. Sio ile kelele inapigwa na wenzetu kule nje, kelele ya ukabila, kelele ya chuki, kelele ya kugawanya watu wa Kenya. Sisi tumekataa, wananchi wa Kenya wamekataa, wamesema Kenya yetu ni moja, tuwe na usawa, tusiwe na ubaguzi na maendeleo yapatikane katika kila kona ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaulize wenzangu wa Lamu East, nyinyi mko kwa 2 term? Mko kwa 2 term? Hii ya Rais William Ruto, tukiwa na Timami na huyu Maruvu na Captain Ruweida, tuko hapa kutafuta serikali hapo mbele. Tuendelee tusiendelee jameni?
Ndio umeona Rais Ruto ametutuma hapa na hao viongozi. Tusimame na hao wananchi jameni. Tuwawezeshe wapate nguvu na fedha kidogo. Na wakati wa kusimama na wananchi ni saa hii. Sasa hivi. Na kama sio sasa hivi, ni sasa hivi. Kama sio sasa hivi, kama sio sasa hivi, ni sasa hivi. Kwa hivyo ni sasa hivi. Kwa hivyo wale wengine watangojea wakati wa kampeni, ndio watakuja hapa kueneza ukabila, kueneza chuki, na uambie wakome, kwa sababu Kenya ni moja. Ama namna gani? Kwa hivyo mungetaka tuendelee kusimama na wananchi jameni, tukamilishe hiyo miradi ya maendeleo, alafu pia tuchangia kina mama na wanabiashara wadogo wadogo. Si mumeona ile pesa imetolewa hapa? Mungetaka sisi tuongeze vile tumefika hapa? Tuongeze hiyo hela imetolewa, ama tuachane nayo? Ama imetosha? Mnataka niongeze mimi? Na Rais William Ruto mungetaka hata yeye achangie? Achange asichange? Atoe asitoe? Wacha nione wanasema Rais William Ruto pia atumane hapa atenga changa yake. Nitangaze nisitangaze? Nitangaze nisitangaze? Niseme nisiseme? Kwani munaongea kama mko na fununu ni pesa ngapi rais ametumana? Mnajua? Mnakaa kama mnajua? Mnajua? Mimi naona mnajua ni kama 40,000. Ni kama 50,000 hivi. Ni nyingi zaidi. Aongeze ifike 100,000. Hiyo ni kidogo. Karibu. Wapi makofi ya Speaker Wetangula, 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 Wetangula? Mnajua huyu Speaker anatosha atoshi? Speaker Wetangula anatosha atoshi? Hata huyu ni wa 2 term. Ile ya William Ruto na Moses Wetangula na Isa Timami na sisi Captain Rueda na sisi zote tuko hapo. Wacha nione salamu ya Wetangula, Wetangula, Wetangula. Sasa Speaker, bila utafanya wewe, nikimaliza ndio utaita wabunge wale wamebaki. Ama unatakaje? Ama unataka tumalize tukiwa pamoja? Pass. Haya, sawa sawa Speaker. Bas, mnataka nitangaze pesa ile rais ametumana naye? Kwani ni 200,000? Ni 250,000? Ni 300,000? Mumekataa? Na ikifika 500,000 kama ya Timami, mumekataa? Si hata Timami ametoa 500,000? Si hata Ishungwa ametoa 500,000? Ifike 600,000? 600,000? 700,000? 700,000? 800,000? Mumekataa? Aongeze. Mudosi aongeze. Wacha nione wala nasema Rais William Ruto aongeze, 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 aongeze. Kwani mnataka ifike 900,000? Lazima ifike huko mbele. Ifike milioni. Ifike milioni. Hiyo inatosha Haitoshi? Kwa nini mko na mbona mmekaza mdosi yangu hivi? Kwa sababu ni 2 term. Aongeze kwa sababu ni 2 term. 2 term ya ukweli. Ya ukweli. Ya ukweli. Nikisema Harambee basi mnasema 2 term. Harambee. Harambee. William Ruto. Leo ni leo, msema kesho. Na ikifika 1,100,000 na 100,000, 1,100,000 na 200,000, bado mtu ya 2 term aongeze. Mtu ya 2 term aongeze. Acha nitangaze ile pesa rais amenituma nayo, kwa sababu nikiendelea kuuliza maswali nitajiweka taabani. Ama namna gani? Kwa hivyo Rais William Ruto ametumana kwa wakina mama na wanabiashara wadogo wadogo wa hapa Lamu East, kwa heshima ya wananchi na heshima ya Captain Rueda na heshima ya Timami na heshima ya Muthoni Marufu.
shilingi 1000. Hamtaki maneno ya maelfu, mnataka ya milioni kuendelea mbele. Kwa hivyo rais amenituma na shilingi milioni 3. Wacha nione salamu ya rais, salamu ya rais, salamu ya rais, salamu ya rais, salamu ya rais. 2 term. Thank you very much. Asante sana. Lamu East hoye. Fasa hoye. Kizingitini hoye. Lamu East hoye. Lamu hoye. Niko na swali. Niulize. Si mimi nimeleta pesa ya rais? Si nimeleta? Sio inatosha? Haitoshi? Lazima nifanye kitu. Hata mimi. Mumesema hivyo. Wacha nione wale wanasema deputy president hata yeye afanye kitu jameni. Wengine pale wanasema hawataki. Wacha nione wale wanasema deputy president afanye kitu jameni. Ala? Ni sawa, nimekubali lakini mjue mimi pesa yangu sio kama ya rais, yangu ni ya deputy president hapa chini. Si ndio? Mimi si rais, mimi ni deputy. So hata nikitoa 100,000 inatosha. Na 200,000, 300,000. Kwa nini mnanikaza hivi? Si nimewaongelesha vizuri jameni? Lazima nifanye kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya 2 term. Ni 2 term, si 2 term. Wacha nione wale wanasema ni 2 term. Hii 2 term ni ya ukweli, Ni ya ukweli kabisa. Salala. Vijana wananiambia ati nitoe kwa sababu ni 2 term. Wamesema nitoe kwa sababu ni 2 term na ni fire. Ni 2 term na ni fire. Fire si fire. Noma si noma. 2 term si 2 term. So hata nikitoa 400,000 ni sawa. 500,000, 600,000, 700,000, 7,500,000, 800,000. Wacha nikomee hapo. Nikiendelea kuuliza maswali nitaingia kwa shida. Kwa hivyo hata mimi nimesapota kina mama wa Lamu East kusindikisha rais, kusindikisha Mama Ruweida, kusindikisha Timami, kusindikisha Muthoni Marufu na shilingi milioni 1.5. Wacha nione salamu. Tuendelee tusiendelee? 2 term. Naona mumeamua jameni. Si mumeamua jameni? Wacha sasa, kuna wenzangu wako hapa na tutaki tuchukue muda sana. Ule atatufungia ni speaker wetu, ndiye atafunga mkutano. Lakini kabla sijaita speaker, Mama Ruweida aseme kitu, niite wale wabunge ambao hawajasalamiana waseme kitu, alafu mtu akiongea anafanya ile kitu, ama namna gani? Si anafanya vile kila mtu amefanya. Wewe ulikuwa umechanga? Umetoa ngapi? 1 million. Umetoa ngapi? 1 million. Huyu mama ametoa 1 million. Wapi nduru ya mama Ruweida jameni? Well done. So Duale amesema umtolee 500. haya, Eden Duale. Eden nani? Ametumana tu saa hii hapa na shilingi 1,500.
Wacha nione salamu za ndugu Eden Duale jameni. Si mnajua Eden Duale? Ambaye tulikuwa tunakuja hapa naye, mimi nikiwa waziri wa usalama, akiwa waziri wa ulinzi, na sasa anashikilia wizara ya afya. Bas, wacha sasa. We Captain Weda, ulikuwa unataka kusema kitu, si useme ndio niite wale wengine ambao hawajaongea. Wapi nduru ya Captain Weda? Kuna kitu ulikuwa unaniambia last week na nimesahau, nikumbushe. Mambo ya generator. Mambo ya? Generator. Rais alisema na anajua pesa zinatoa wapi za kutengezea hii kaza station ya KPFC. Yeah. Anasema atatufanyia dehybridization. Yes. Lakini tukingojea dehybridization, stima zinatusumbua, tunafanywa rationing. Tukaomba generator ije, tupewe generator angalau itushikilie kiasi ya kupata hiyo dehybridization. Very good. Yeah, that's I remember. Mungetaka serikali ilete generator ndio stima isiwasumbue? Wangapi wanakubaliana tutafute generator jameni? Asante. Na ingine nasema sisi kina mama tukiangalia wanaume hatuangalii makeup. Tunaangalia poch. Hey, mama. Kwa mwanamke anaweza jipamba ataficha uzee. Lakini kwa wanaume tunaangalia hapa sasa. Hatuangalii makeup, tunaangalia makeup. Mama ni fire. Tunaangalia kile anatoa, sio? Hatuangalii mambo ya ufisadi kiwembe, sawa? Tutakula maneno sisi? Hapana. Tutakula maneno? Hapana. Hizi pesa ndio zitusaidie. Tumeona wanaume hapa. Si wamesema? Hao wametuonesha makeup. Hapana. Haya, asante. Very haya. Thank you very much. Wacha sasa nimuite dadangu Mheshimiwa Muthoni Marufu, women rep wetu wa Lamu. Wapi nduru ya mama Muthoni jameni? Shukrani sana naibu rais. Wananchi wa Faza, assalamu alaikum. Jamani, yambo. Hebu fanyeni hivi nione wanipenda. Naibu rais, mimi sizungumzi sana. Amesema wanaume waangaliwi makeup. Tuangalia makeup kweli? Na mimi nataka nimwambie naibu rais hapa Pwani, sisi hatujawahi sikia mwanaume wa raundi moja. Mshasikia? Raundi moja mwanamume? Sisi wa pweza na wapiza udi na Yasmini. Sasa tukifanya mambo hayo, Yasmini ni hii, na udi si ni huu, na pweza si ni hii. Raundi ni ngapi? Ngapi? Hata kama ingewezekana ngapi? Hata usiku uisha, au sio? Ama mwasemaje? Rais anacheka. Kweli sisi hapa Pwani hatujasikia hata siku moja raundi ikiwa moja. Kweli uongo? Sasa yule jamaa mfisadi anawezana na huyu naibu rais? Huyu naibu rais ni noma si noma? Ni faya si faya? Faya. Hebu nione faya ya mheshimiwa naibu rais. Naibu rais, sisi hapa hususan Lamu East hakuna tashwishi kabisa. Mimi nikiziangalia hizi kura ni za Ruto. Basi mimi sina mazungumzo mengi, maana jana nilikuwa hapa, nimelala hapa, tushaongea. Nilikuwa niwaone mapenzi na nichange mchango wangu na niwaambie kwamba nyinyi watu wa Lamu East mlichagua mama ambaye anajua kazi. Wapi mapenzi ya Rwanda? Nyinyi mnajua kazi, si kweli? Haya, ile mchango yangu kwa sababu mimi sitaki kupoteza mama change asichange. Afanya ile kitu. Wacha nione wala anasema mama achangia kina mama wa Lamu East jameni. Very good. Na kwa sababu tumemfundisha naibu rais mambo ya Yasmini, mambo ya vilua, mambo ya kukiza udi, mambo ya kunywa pweza. Sasa mambo haya tumfundishe bure. Nimfundishe bure mimi mama yenu. Mimi najua ni mkulima mdogo. Nitatoa zangu 200,000. 200,000. Thank you very much mheshimiwa. Lakini nilikitoa zangu 200,000 naibu rais. Wewe ni ndugu yangu.
ni rafiki yangu. Unaniongeza ngapi na Yaani huyo ameniambush. Kumbe hii mambo mazuri mazuri ulikuwa unasema ulikuwa tu unaliweka kwa mtego. Ati anasema nimuongezee. Nifanye hivyo? Vile mama amesema. Nitie amri. Vile mama amesema. Ametoa ngapi? Mimi namuongezea laki ingine 2. Asante. Tuendelee tusiendelee? Huyo pesa ya Muthoni mheshimiwa imefika 400,000 kwa sababu amesema tumuongezee. Tutapewa hapo. Haya, huyo Duale huyu, wamjua Duale? Na mimi nilimpigia simu asubuhi Rueda, akaniambia kwa sababu yako ni 500,000, lakini kwa sababu ya mama county ambaye amefundisha mambo mazuri, anaongeza 300,000. Wow. Very good. Thank you. So imefika ngapi sasa hiyo? 700. Wapi nduru ya huyu mama jameni, mama Muthoni? Thank you very much. Bas. Wacha sasa niite Mheshimiwa Mohamed kutoka Mandera. Wapi nduru ya Mheshimiwa Mohamed kutoka Mandera jameni? Dakika moja. Assalamu alaikum. Ni raha si raha. Tumefundishwa raha. Haya, asanteni sana kwa sababu mdosi wetu anasimama hapa. Sisi hatutaki kuongea. Unajua kenye serikali anafanya ni mdosi ametuambia, sio? Kazi yetu ni kusindikisha wadosi wetu, na wametuonyesha umoja ya kutembea pamoja. Si mmesikia mimi nimetoka kule Mandera. Tulikuwa nao Mandera, tukatembea nao kila mahali, na tumekubaliana tuendelee tukue kitu kimoja. Ndio tumefukuza wale walikuwa wanatufukuza mambo ya ukabila. Vile tumewafukuza, tumewaletea profesa. Si umeona kukaa pamoja? Faida ya kukaa pamoja si umeona hapa? Leo mumesikia mambo ya market, mumesikia mambo ya barabara, mumesikia mambo hata ya generator. Si umeona? Hata wapi serikali kama haya kutujali sisi? Two term. Very good. Sasa wacha niwaelezee kitu moja. Nikiketi, tafadhalini sana nyinyi watu wa Coast na sisi watu wa kutoka Northeastern na pastoralists wote, wale walikuwa wanatuambia sisi hatufai kupata ID. Walikuwa wanatuambia sisi ni wachache kwa sababu walikuwa wanatunyima ID. Sasa kama tumepewa fursa ya kupata ID, tukikuwa wachache, tunalaumu serikali ama tunajilaumu? Tunajilaumu. Tafadhali raundi hii tunataka namba yetu ionekane, tujitokeze na tujiandikishe ndio tupate kura ya kusaidia. Hii 2 terms sio mdomo, hiyo 2 terms ni kura itasaidia. Tafadhali tuchukue kura na tusaidiane sisi wote tuendelee pamoja. Harambee! 2 term. Harambee! 2 term. Haya, hata mimi natoa kwa sababu Rueda na mimi ni chama moja. Kabisa. Vile mmesikia hapa, hii Rueda amesumbua hii serikali. Kabisa. Akiwatetea. Kabisa. Maendeleo, hata hii mshikilie. Yes. Asanteni sana. Mimi naye nitatoa 100,000. Wapi makofi ya Mheshimiwa Mohamed? Wacha sasa nimuite mbunge wa Kimilili kule Bungoma, Mheshimiwa Didmus Barasa. Wacha nisione salamu ya Mheshimiwa Didmus Barasa. Didmus Barasa jameni. Haya, watu wa Lamu hoye! Takbir! Takbir! Mimi nimefurahi kufika hapa Lamu kwa mara ya kwanza tangu nizaliwe. Na safari yetu ya kutembea hapa pwani ilianzia huko Tana River, tukawezesha wamama huko, tukatenda wema, tukawachia wamama pesa ya kutoa bottom kuenda juu. Tumeenda Taita Taveta,
tumeenda Kilifi, tumeenda Mombasa, tumeenda Kwale, na popote ambapo tumeenda, wale wamama wa huko baada ya kuwawezesha wametuambia William Ruto ni 2 term. Lamu mwasemaje? Yone 2 term ya William Ruto, 2 term, 2 term, 2 term, 2 term. Wale majamaa wale wafidhuli, yule ambaye umesema anaitwa nani, yule mfidhuli ndio nani, yule mfisadi? Fisadi Kiwembe. Yule Fisadi Kiwembe ambaye anaendesha chuki, anaendesha maneno ya ukabila. Wacha utengenezwe hapo. Tumwambia ule, wacha mama kupambe kidogo. Makofi ya mama mheshimiwa jameni. Thank you. Huyo mjumbe wenu anatosha atoshi? Anatosha. Wewe wewe ni kali si kali? Ni kali. Tumpatie 5 tena sio? Yone 5 ya Rueda. Yule Fisadi Kiwembe, wale wamama wote wa Pwani, nyinyi mkiwemo, wametuhakikishia kwa sababu yeye ni mtu mfisadi, yeye ni mtu wa kuendeza ukabila. Hata akija hapa Lamu, nyinyi wamama msimkatikie tenzi, msiwatingishie viuno. Hao ni watu bure, hao ni watu waende wasiende. Waende. Wakwende wasikwende. Waende. Yoni wa kusema hao waende wakiendanga. Asanteni sana, mimi natoa shilingi 1,100. 100,000. Thank you very much. Patiana hapa mheshimiwa. Makofi kwa mheshimiwa Didibas Baraza tena jameni. Wacha sasa nimuite mbunge wa Uriri kule Nyanza kutoka sehemu za Uriri, Mark Nyamita kutoka Migori County. Wapi shangwe jameni, wageni wameshafika kwa wingi jameni. Lamu oye! Lamu oye! Unajua nilikuwa nimemwambia naibu wa rais ya kuwa sisi tumekuwa sehemu hizi za Pwani kuanzia Wednesday last week mpaka leo. Wacha mheshimiwa afanye maneno. Wapi makofi ya mheshimiwa Rueda. Thank you very much. Asante sana mheshimiwa captain. Nimemwambia tumekuwa hapa kuanzia last week on Wednesday, kuanzia kule Tana River, na leo tumefika Lamu. Ni kama wiki moja mimi nimekuwa nikizungumza Kiswahili. Nikamwambia nikimaliza leo, kwa sababu unajua mimi natoka kule Nyanza na Kiswahili si mdomo chetu, kama sijakufa kufikia leo nimeolewa na Kiswahili, basi mimi na kama nitafika kama miaka 150. Utaishi kweli. Lakini kwa kutembea kwetu huku kwa kaunti zote za Pwani, mimi nimegundua kitu moja, naibu wa rais. Kumbe saa zingine ukiwa umekaa nyumbani unaweza ona huko na barabara ukadhania pande zingine za nchi ziko na barabara. Kumbe unaweza kuwa mahali wewe uko na stima ufikirie wengine wako na stima. Wewe unaweza kuwa uko na maji ufikirie watu wengine hawana maji. Vile nimetembea mpaka hapa Lamu, barabara ya kwanza serikali hii ndio inataka kuwatengenezea tangia Kenya ipate uhuru. Sasa mtu akija hapa kuambia watu wa Lamu watu wasipigie huyo rais kura, mtakubali? Akikuja hapa sasa anawatengenezea stima, pia nyinyi mpate stima kama nchi pande zingine, mtakubali hiyo mambo? Wangapo wanasema Rais William Ruto lazima afanye muhula ya pili. Nipe kidole namna hii, nipe kidole namna hii. Sisi tunasema kama sisi watu wa Migori hatukumpigia huyu rais kura, lakini naye akatujumuisha katika serikali hii, akapatia vijana wetu kazi kule, na vile anafanya maendeleo hapa Lamu ndivyo hivyo anafanya kule Migori. Vile anafanya kule Migori ni anafanya mpaka kule Tharaka Nithi. Na nchi kote iko viongozi ambao hawataki nchi yote pande zote zipate maendeleo. Na sisi tunasema ule kiongozi anatuweka pamoja, tunaendelea kukaa kama Wakenya, huyo ndio tunakaa naye. Wangapo wanasema tukae na Rais William Ruto. Hivyo huyo mheshimiwa Captain Rueda huwa anawatetea sana kule bunge. Nami ameniita, hii ni mara yangu ya kwanza kufika hapa Lamu. Na pia mimi nimekuja nitamzindikisha na shilingi 100,000. Wapi makofi 100,000. Asante sana mheshimiwa Mark Nyamita. Wacha sasa nimuite mama mheshimiwa Sabina Chege kutoka Murang'a.
Wapi nduru na shangwe jameni? Wacha nione salamu za Mheshimiwa Sabina Chege. Salamu hamjambo. Wamama hai. Basi nione salamu za wamama. Wamama hai. Nimesikia hapa mnasema ni raha si raha. Ni raha. Hamjambo. Hatujambo. Naona Mama Ruwaida hapa ametukaribisha sisi wote wa Kenya kutoka sehemu zote za nchi ya Kenya. Mmetukaribisha. Hapa naona kuna amani. Na hapa naona mna upendo mwingi sana. Na mliamka mkamchagua Mheshimiwa Ruwaida. Hebu jipigieni makofi. Huyu Mheshimiwa wenu Ruwaida tumekuwa na yeye kwenye bunge. Akiwa mama county alituleta hapa kwa hospitali ya Faza na tukaanza mjengo na ameniambia imeisha. Mpigieni makofi. Makofi ya Captain Ruwaida tena. Leo mama ako na kazi mingi sana. Leo mama ako na kazi, amesema ni ya chama. Tumeingia na huyu mama katika chama cha Jubilee. Na wakati tuliingia tulisema asiyekubali kushindwa sio nini? Sio mshindani. Na tukasema tutashikilia serikali mkono ili maendeleo ifike hapa kwenu. Mumeanza kuona dalili nzuri. Na tunasema dalili ya mvua ni mawingu. Barabara imeanza kutengenezwa na hospitali na stima, na sasa tumefika hapa ili tuwezeshe wamama. Mmetukubalia tukuje siku nyingine na nyingine. Wamama najua mnapenda chapati. Ukipika chapati lazima ugeuze ili iwe vizuri. Unaweza wapakulia watoto kama chapati ungejageuza. Na je, nataka kuwauliza sasa hii ya Mama Ruwaida mnasema ataendelea ama asiendelee? Ataendelea ama asiendelee? Aliniambia mnasema ambayo yacha yapendeza. Yapendeza hayapendezi. Na mama ni huu. Mtamshikilia kabisa. Nataka niwaulize jameni. Tuko na rais mmoja ambaye ni William Samoei Ruto. Mimi nataka kuwauliza wamama. Huyo rais mnamuombea? Mtamshikilia? Mnasema aje maneno ya William Samoei Ruto? Nataka nione vizuri tutam. Asanteni sana. Vile nilikuwa nakuja hapa Mheshimiwa Naibu wa Rais. Yes. Na unajua wewe unatuongoza kutoka kule kwetu kwa mlima. Na umekuja hapa kuona hawa pia ni watu ambao wanatupenda sana. Nilikuja na timu ambayo ni yangu ya chama cha Jubilee. Waliniambia Mama Ruwaida vile anatetea watu wake wa Lamu East lazima wafike hapa. Nataka kuwaomba Wamboi ambaye ni mdosi wetu wa chama. Tuko na mheshimiwa ambaye ametoka Kajiado. Tuko na kijana mwingine ametoka kidogo, ametoka Bungoma. Ili mjue hawa watu, huyu mama yenu anafanya kazi na sisi. Na katika chama wakasema hawawezi ngojea mpaka tuko na wakili wetu ambaye anaitwa Wandeto. Waje hapa ili muone mama anapendwa. Mama apendwa hapendwi. Lakini kwa sababu ya ile kazi yeye mwenyewe anasema na anafanya. Na chama chetu cha Jubilee tumesema sisi hatuendi kupigana na serikali. Tunataka tuingie ndani kwa manufaa yenu nyinyi. Mmetukubalia hivyo? Mmekubalia Ruwaida aendelee kufanya kazi na serikali? Hebu muonyesheni sisi kwa ndani ya serikali. Ni mmoja tu ambaye atasalimiana dakika moja kwa sababu ametoka mbali kule Kajiado. Na ni mzee wetu. Na unajua panapo wazee hapaharibiki neno. Very good. Sasa usalimiane dakika moja ili tutoe mchango wetu na tuwaombee nyinyi wenyewe wa mama. Tushikilie. Wakati nchi imeharibika, sisi wa mama ndio tunaona uchungu. Wakati hakuna chakula, sisi wa mama ndio watoto wanalilia. Wakati kuna vita, wazee wetu wakiumia na vijana wetu, wa mama ndio tuko na shida. Jameni, nawaomba tuombee nchi ya Kenya. Leo asubuhi na jioni, hata jioni ikifika, muombee nchi ya Kenya. Muombee rais ili tuwe na amani. Yes, Mungu awabariki sana. Thank you very much. Basi asante sana kiongozi wetu wa Jubilee. Basi naibu wa rais rafiki yangu Bwana Kithure Kindiki, waheshimiwa wote wakiongozwa na speaker rafiki yangu Bwana Wetangula, na wananchi wa Lamu wakiongozwa na mheshimiwa wao. Salamu alaikum. Hamjambo? Tujambo. Lamu mko poa? Wacha niseme mimi nimejionea mazuri sana. Kwamba nilifika hapa asubuhi na mlikuwa mmejaa kwa uwanja tayari. Hii ni kuonyesha kwamba nyinyi mna upendo kabisa na nyinyi ni kitu kimoja. Sisi tukiwa hapa naibu wa rais, sisi tukiwa
mrengo wa chama cha Jubilee tulikubali kwamba Rais Ruto na timu yake walishinda, na baada ya hiyo tukaona mambo matatu ambaye rais amefanya. Mambo ya kwanza ni kushikanisha taifa iwe kitu kimoja. Yeye akaona kwamba ile azimio ilikuwa na kitu 49% na yeye alikuwa na 50+. Akaona lazima taifa isimame ikiwa kitu kimoja. Huyo ni baba taifa, si baba taifa? Baba taifa. Ingine ambaye tumeona ni kwamba yeye husikiza. Yeye hufanya nini? Husikiza. Husikiza. Na anasikia hata vile watoto wanasema. Anasikia wazee vile wanasema. Vile kina mama wanasema. Rais ni msikizi. Ya tatu, yeye ni mchapakazi. Ni mchapakazi, hachapi kazi. Mchapakazi. Naibu rais, ile mambo mimi nimesikia ukiongelea hapa, na yale mambo yule mwingine alienda alikuwa anaongelea, ni tofauti kabisa. Ni kama siku ya mchana na siku ambayo kuna giza. Wewe una articulate government agenda na kusema hii na hii. Yule mwingine tulimsikia akisema, na wewe kwanza ile kura ulilete ni kidogo sana. Wabunge walikuwa wanaambiwa kwanza wewe siku hizi hata utembei vizuri. Wewe iko hivi. Wewe umekaa hapa ukiongea wa maneno ya maendeleo, serikali inafanya nini? Serikali ya Mheshimiwa Rais imetenda. Kwa kaunti mimi nikiwa senator tulikuwa tunapata bilioni 390. Wakati huu ni bilioni 450. Na zinaenda kwa serikali za kaunti. Hiyo si kazi kubwa? Ni kazi kubwa. Na nani alijinyang'anya hiyo pesa ndivyo iende pale? Si ni national government amenyang'anya? Si tunasema Mungu ambariki na ni 2 term. Thank you. Thank you very much. Sawa, sasa tutoe mchango, si ndio? Haya, huyu mheshimiwa ambaye pia ni wa Jubilee alitoa 1,100. Na mimi nimemletea captain. Wamama mliambia captain kuja hapa, si ndio? Na nitarudi tena. Ili sasa tuzungumze ya wamama peke yetu. Saa zile hatuna wageni wengi. Mimi nileta zawadi yangu ya shilingi 1,200. Thank you very much. Thank Alafu you. hao wengine wananiongezea kutoka Kajiado 50,000. Mositet. Mositet. Peter Mositet. Kutoka Nakuru huyu anaitwa Wamboi, mrembo si mrembo. Ameleta 50,000. Well done. Kutoka Nyeri. Umeona pia watu wa Nyeri wako kwenye serikali. Na huyu ni wakili, mkimwona hapa uone hivi tu. Huyu ni wakili mkubwa wetu, naye ameleta 50,000 shillings. Thank you very much. Thank you. Huyu alileta 100. Mungu awabariki sana. Tunawapenda sana. Makofi ya Mheshimiwa Sabina na timu ya Jubilee jameni. Wacha sasa nimkaribishe mbunge wa Tiaty kule Baringo, Mheshimiwa William Kamket. Wapi makofi ya Mheshimiwa William Kamket jameni? Bas. Aya. Ni raha si raha. Vile mmeelezwa, majina yangu ni hayo, William Kamket kutoka Baringo, Tiaty. Hii si mara ya kwanza mimi kufika hapa. Kama unakumbuka vizuri, nilikuwa hapa kabla uchaguzi. Na nikakuja kufanyia campaign Mheshimiwa Captain Roida. Yeye rafiki yangu, tulikutana bunge na tumekuwa marafiki wa karibu. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais anatoka kule kwetu. Tumebahatika kwamba wakati huu Mheshimiwa Rais anatoka kule kwetu Rift Valley. Tunamheshimu, tunamuenzi, na wakati wowote labda rais atatoka huku kwenu. Na yule yeyote mwenye Mwenyezi Mungu atamtunukiza nafasi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, ni lazima tumuheshimu. Kabisa. Inabidi tumuheshimu na tumpe nafasi. Wale ambao tabia yao ni ukabila na kueneza siasa za chuki, ambaye mmemuita leo ati fisadi kiwete. Kiwembe Ama kiwete. Kiwembe.
Mimi nimesikia fisadi Kiwete. Kiwembe. Hata Kiwembe na Kiwete yote ni sawa. Kwa hiyo hawa watu hawana nafasi katika serikali, na nimekuja kuungana na waheshimiwa wenzangu wadosi, naibu rais hapa ambaye ni rafiki yangu, bwana spika, na wengine, kuwaomba kwa unyenyekevu, kwa heshima, kwamba Rais Ruto tumpatie aende 2 term. Semeni 2 term. 2 term. Semeni 2 term. 2 term. Na Captain Rueda, yeye ni mama hatari kweli kabisa. Yeye akisema kule bunge, sisi wote tunanyamaza na tunampenda, na naona nimeona leo mnampenda zaidi. Ati mlirauka saa ngapi? Mapema kweli, si ndio? Bas, mumeona raha ya serikali. Na tuendelee hivyo. Mungu awabariki. Nimekuja na 1,100 kutoka 100,000. Makofi, thank you. Wacha nimuite sasa Mama Lea Sankaire, women rep wa Kajiado County kule Umasaini. Akina mama ohoi. Wapi nduru na kelele na vilegelegele ya huyu mama jameni? Anatosha atoshi? Sema kitu mheshimiwa. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Speaker wa Bunge la Kitaifa, waheshimiwa wote wakiongozwa na mama yetu Rueda pamoja na women rep hapa na wabunge wote wa county hii na wasalimu wote, hamjambo? Salamu alaikum. Alaikum salam. Asante. Sasa mimi nimewajibu. Kwa hivyo simnisalimie basi niwajibu. Alaikum salam. Very good. Asanteni sana. Mimi yangu yatakuwa machache sana. Mimi naitwa Lea Sankaire. Mimi nimetoka kule Kajiado. Mimi ni Masai, nimetoka Kajiado, na leo niko hapa Lamu kwa mara ya kwanza kuja kusaidia Captain Rueda na serikali yetu kwa kujenga kina mama na biashara za chini. Mimi ni washukuru sana kwa sababu Mheshimiwa William Samoei Ruto alipochaguliwa kama president wa Republic ya Kenya, nyinyi kama watu wa Pwani mlisema hamtaachwa nyuma, mtashikilia serikali na tusukume gurudumu la maendeleo kwa pamoja. Na mimi nishukuru sana viongozi wenu kwa sababu mimi pia nimetoka kwa jamii ndogo kama vile nyinyi watu wa Lamu mmetoka kwa jamii ndogo. Na kwa mara ya kwanza kwa Kenya, jamii ndogo za Kenya zimepata nafasi ya kukaa katika meza ya uongozi. Wakati huo mwingine hapo awali, sisi jamii ndogo ndogo tulikuwa tumeachwa nyuma. Sisi wakati wa migao za kitaifa hatukuwa tunahesabika. Sisi wakati kama huu hatukuwa tunapata deputy president na viongozi wa Kenya wakija kukusanyika katika kaunti zetu kujenga hafla za kina mama na vijana na wabiashara ndogo ndogo. Lakini leo hii kupitia serikali ya William Samoei Ruto, mama wa Lamu County ambaye anafanya biashara ndogo, yule kijana ambaye ako na boda boda, yule mama ana soko ndogo, leo serikali imewatambua, na ndo sababu tuko hapa kufanya ahadi ambayo tulifanya wakati wa siasa ya kusema bottom up economic model, kuweka pesa mifukoni za watu wa chini, na leo hii tumeleta pesa taslimu ya Kenya kujenga hawa kina mama, kujenga hawa vijana wetu. Maana sisi tumesema nchi ya Kenya haitajengwa na maandamano, itajengwa kwa kujenga hawa kina mama, kuwaekea pesa mifukoni, kuwasaidia katika biashara ndogo ndogo ili waweze kuinuka. Na mimi nauliza watu wa Lamu, tuendelee na maendeleo ama tusiendelee? Tuendelee. Tuendelee na kelele ama maendeleo? Maendeleo. Wao wakikusanya watu ni fitina na fujo na mgawanyiko ya kikabila. Na sisi tunakusanya watu ili tuweze kuwainua, tujenge uchumi wa Kenya na tujenge uchumi wa hawa kina mama. Wangapi wanasema serikali ya Ruto ni 2 term? Term. Wangapi wanasema 2 term?
term. Wakipiga kelele tunafanya maendeleo. Wakipiga midomo ya mikabila na kutugawa kwa makabila, sisi tunasema serikali ya Ruto ni ya maendeleo, ni ya mwelekeo, ni ya mwananchi mdogo, ni ya sisi wote tujenge taifa letu la Kenya. Kwa hayo machache, asanteni sana. Turudi tena Lamu tusirudi? Turudi Lamu tusirudi? Asanteni sana. Mimi kutoka Kajiado, napenda huyu Mheshimiwa Rueida, tuko na yeye katika komiti moja, nimelete mchango wangu wa shilingi 100,000. Asanteni. Thank you very much Mheshimiwa. Wacha sasa niite mbunge wa Nambale kule Busia, karibu na Uganda huko. Anaitwa Mheshimiwa Geoffrey Mulanya. Wapi shangwe na vigelegele ya Mheshimiwa wa Nambale jameni? Sema dakika moja Mheshimiwa. Lamu oye! Asalamu alaikum. Aya, asante sana. Mimi naitwa Geoffrey Mulanya, mbunge kutoka Nambale huko Busia. Mnajua Busia? Na sisi pia tumesema tufike hapa Lamu tuone watu wa Lamu wanakaa namna gani. Na naibu wa rais, nikubalie niseme mimi shida za watu wa Lamu, hasa watu ambao wanaishi border point, ambaye rais ametatua mambo ya vitambulisho. Sisi huko Busia tulikuwa na shida kama hiyo, na tunaambia rais asante, hakuna watoto wetu kuulizwa maswali. Si hata hapa mmefurahi? Si mmefurahia kupata vitambulisho bila maswali mingi? So tunasema kwamba rais ameleta mpango mingi, rais ameunganisha nchi. Sasa Kenya ni moja, hakuna Kenya ingine tofauti. Wale ambao wanahubiri mchafuko hapa, wale ambao wanasema watu waandamane, wauane, hao ni wafisadi, hao ni wafidhuli, watu ambao wapendi nchi yao. Sisi tumekuja kama kabila moja ambayo inaitwa Kenya, na tumekuja kusaidia hapa. Asante. Mimi pia nachangia Mama Rueida. Nimekuja kama nimechelewa. Mama Rueida, afadhali nikubalie, natoa mchango wangu 50,000. Asante sana. Thank you very much Mheshimiwa. Huyu anaitwa Mheshimiwa Emmanuel Wangwe kutoka Navaholo, Kakamega County. Wapi makofi ya Mheshimiwa Emmanuel Wacha nione salamu ya Mheshimiwa Emmanuel. Amuna akina mama jameni. Wapi salamu ya Emmanuel Wangwe? Thank you. Asante sana naibu wa rais. Watu wa Lamu mlembe. Basi nilikuwa nataka kusikia kama iko watu mnafanana na mimi. Naona hapa ni kama nyumbani. Naibu wa rais, nikushukuru kwanza kunipa nafasi ya dakika moja ili niweze kusalamia watu wa Lamu. Kwa hakika leo ni siku yangu ya kwanza kufika Lamu. Na Mheshimiwa Rueida tumetembea naye since 2013. Mimi nikiwa naye kwa chama cha Jubilee, na 2017 Mwenyezi Mungu akambariki akaingia, akanipata bunge, akawa woman rep. Sasa yeye ni mama wa constituency ya hapa. Kile naomba watu wa Lamu, kwanza ni washukuru kumpatia hiyo nafasi kuwa mbunge wa hapa. Cha pili na cha mwisho, nataka kuwauliza swali. Nyinyi hapa kama wamama, utamu wa mama kule kwetu tunasema ya mtoto. Ukipata mtoto unamshukuru Mungu, unasema hii imenifanya sasa mimi naitwa mama. Mimi nawauliza watu wa mama wa Lamu, mko na kadi ya SHA? Mumerejea na SHA? Mumerejea na SHA? Nataka kuwauliza hivi. Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Ruto, amekaa huko Nairobi, anafikiria wewe mama ya hapa vile utaweza kupata mtoto mahali pazuri, mahali ambapo mtoto akizaliwa analewa kama mtoto wa haki. Na yule mwingine anafikiria akiona wewe unapata kadi, anakuwekea rekodi ya Kasongo, ukatike Kasongo. Utazaa mtoto na wimbo ya Kasongo kweli? Huyo mtu tumwambie nini? Ashindwe. Yeah. Cha pili, Mheshimiwa Ruto amefikiria na kupitia kwa naibu wa rais ametuhakikisha kwamba generator itapatikana hapa. Huyo muungwana tukishatengeneza generator, akikuja hapa yeye ameweka koti yake kombo, maneno amejaza kwa mdomo ni ya kulagai, kudanganya. Tumwambie ashindwe. Cha mwisho, naomba watu wa Lamu tupeperushe bendera ya Mheshimiwa William Ruto. Asante sana naibu rais. Mimi nimeomba nichangishe kwa Mheshimiwa Rueida shilingi 50,000. 50,000 makofi. Mwisho wacha niite
mbunge wa Kilifi Kaskazini ambaye pia ni naibu kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa Owen Baya. Asante. Wacha nione salamu ya Mheshimiwa Owen Baya jameni. Thank you. Lamu oye! Rais oye! Mimi naibu wa rais, nataka niseme maneno mawili kwa hawa wa Lamu. Mimi ni mbunge wa Kilifi North. Kilifi North iko na watu. Nyinyi mnajua ni watu wangu. Nyinyi ni watu wangu, si mnajua hivyo? Unajua naibu wa rais, hawa watu wa Lamu pia ni watu wangu. Manake wengi hapa kama hawana ukoo Watamu, wako na ukoo Kilifi, wako na ukoo Mnarani, wako na ukoo Shela. Si nyinyi ni watu wangu? Na nyinyi watu wa pwani kama mimi? Si ni watu pwani kama mimi? Na sisi watu wa pwani mwaka huu tumeamua, hii serikali ni serikali ya William Ruto na sisi. Ama mnasemaje? Kwa mara ya kwanza katika toka dunia yumbwe, sisi watu wa pwani tumejumuishwa ndani ya serikali kisawasawa. Ndio hebu sojo. Ni hivyo ama sivyo? Ni kweli. Mimi Owen Baya ni deputy leader of majority. Mkiona Ichungo hapa, mimi ndiye mdogo wake ndani ya serikali. Si tunaelewana? Huyu Isa Timami huyu ni naibu wa kiongozi wa chama cha UDA, chama cha William Samoei Ruto. Huyu Timami huyu. Ali Hassan Joho, mpwani mwenzetu, yuko kwa serikali ya Wilson Kingi ambaye alikuwa gavana wa Kilifi. Yeye ndiye spika wa bunge la Seneti ya serikali ya William Ruto. Sisi wa pwani tuko nje ama tuko ndani? Ndani. Niwaulize, sisi wa pwani tuko nje ama ndani? Ndani. Sasa nyinyi mtawacha hii serikali iharibiwe? Si hii ni serikali yetu? Sisi ni jukumu letu kulinda hii serikali na kulinda William Samoei Ruto aendelee rais awe tu tamu. Ama nyinyi mna story nyingine? Hapana. Sisi watu wa Kilifi tumeamua hii serikali yetu. Kama kuna wengine wanataka kuhama waende, sisi tuchukue hizo nafasi. Ama mnasemaje? Manake hii serikali, mimi kama mtu wa Kilifi, mtu wa pwani, nitaona uchungu sana kama mara ya kwanza sisi watu wa pwani tumejumuishwa ndani ya serikali. Hatuna sababu yoyote kukaa ndani nje ya serikali, na hatuna sababu yoyote kuhujumu hii serikali. Na mimi nataka tulani wale watu ambao wanataka kuleta machafuko ndani ya hii nchi. Ama mnasemaje? Tuwalani tusiwalani? Tuwalani tusiwalani? Wakileta machafuzi hapa, utalii wa pwani unaharibika. Anayeharibikiwa ni nani? Sisi tunaharibiwa. Nyinyi mtakubali hii maneno? Sisi tunasema wale ambao wanaleta migawanyiko, wale ambao wanachafua hii Kenya, wale ambao kazi yao ni maandamano, wale ambao kazi yao ni kuleta chuki, wale ambao kazi yao ni kuleta ukabila, tunasema washindwe. Ama tunasemaje watu wa Lamu? Shindwe. Nyinyi mko na story nyingine? Si story ni tutam kabisa ya Mama Ruweida, kabisa ya William Ruto. Yes. Mimi nataka niwaambie hivi, mimi nasikia uchungu sana nikiona watu wanaharibu hii nchi kwa maandamano. Ati wanafunga kama wameshindwa kwa sababu ya chuki ya kibinafsi, kwa sababu mtu alitolewa kazini, kwa sababu yeye anajiona ni mtu mkubwa kuliko wengine, kwa sababu yeye ni mkabila. Sasa anaona shida yake yeye ni shida ya Wakenya. Mimi nasema Rigathi Gachagua, shida yako ni shida yako. Ama mnasemaje? Hivyo hivyo. Kama huna kazi, huna nini? Kazi. Ukae kando, Kenya ifanye nini? Iendelee. Lakini wewe huwezi kuwa suicide bomber ati kwa sababu wewe umekosa kazi unataka kumaliza taifa la Kenya. Hiyo sisi tumekata. Ama watu wa Lamu mmesemaje? Hivyo hivyo. Nataka tuongee kwa sauti, Kenya isikie. Nyinyi watu wa Lamu mnasema ni tamu ngapi? Mbili. Tuseme kwa sauti, ni tamu ngapi? Za nani? William za William Ruto. Za William Ruto. Tamu ngapi? Mbili. Tamu ngapi? Mbili. Tu tam. Tu tam. Za nani? William Ruto. Na huyu Mama Ruweida, singetoka hapa naibu wa rais kabla sijaongea huyu mama. Huyu mama ni mama shupavu. Huyu mama ni mama nini? Shupavu.
Ile kazi anafanya ndani ya bunge, sijaona mbunge yoyote wa kutoka Pwani huyu mama amefanya. Nyinyi nawauliza kwa heshima ya sisi watu wa Kilifi, ambaye hata sisi anatutetea kwa maneno ya uvuvi, maneno ya blue economy na kuleta sheria ambazo zinasaidia mpwani. Mimi nawauliza hapa kwa heshima, huyu mama Ruweida tumpatie nini? Tumpatie nini? Tushikane mimi na yeye na William Ruto, tusongeshe hii Kenya isonge wapi? Mbele. Ya mwisho niseme asante sana. Mimi pia nimeleta mchango wangu kumsapoti huyu mama, rafiki yangu, kiongozi shupavu na hodari, shilingi 1,100. Asante sana. Makofi kwa Owen Baya jameni. Kuna MCS wako hapa, tu watambulishe tafadhali. Kuna MCA wako hapa? MCA kujeni mtambulike tafadhali, hamtaongea. Labda mmoja aongee kwa niaba yao. Unaitwa nani? Just your name. Mheshimiwa, useme tu jambo 1 second. Deputy President, Governor, wageni wote walioweza kufika huku kwetu Lamu East. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajua mdosi wangu speaker yuko hapa, kwa hiyo mimi mdosi wangu akiwa huwa sina maneno mingi. Wapi speaker? Kwa hiyo mimi ni kuwasalimia tu. Kwa hiyo mimi sitokuwa na maneno mingi. Speaker ndiye mdosi wangu huyu, Wetangula ndiye mkubwa wangu wa chama. Kwa hiyo mimi nawasalimia wanafaza na Lamu East kwa jumla. Karibuni na tuwashukuru nyote kwa kutuletea mazuri, na mwizidi kuja tena na tena na tena, na mimi mchango wangu nitampa Mheshimiwa Ruweida 10,000. Asante sana. God bless you. Bas. Nafikiri viongozi wote wamesalamiana na wametoa michango yao. Ningetaka tuachie hapo, lakini wa kutufungia mkutano ni Spika wa Bunge la Kitaifa, Spika Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Wapi makofi ya Wetangula jameni? Wacha nione salamu ya Wetangula, 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 salamu ya Wetangula. Asante sana. Asante sana naibu wetu wa rais, wakili Profesa Kithure Kindiki, ndugu zetu wa Faza, ndugu zetu wa Lamu, asalamu alaikum. Nimekuja hapa kwa mwaliko wa mbunge wenu Mama Ruweida, mama mwenye maono, mama mchapakazi. Kule bunge huyu mama akisungumuza, unajua watu wa Lamu East mlichagua, kwa sababu kila siku hata ukitaka kumwambia nyamaza mama, wengine waongea, nasema bwana Spika, lazima Lamu isikike hapa. Ameleta mswada juzi wa wildlife ya kusaidia watu wetu mpaka hapa Lamu, umepitishwa. Unangojea mimi kupelekea rais aweke kidole. Yeye anaweza hawezi? Anaweza hawezi? Pia nyinyi watu wa hapa ni watu wazuri sana. Mlimchagua bwana Simba, si mnamjua? Kwa chama changu cha Ford Kenya. Ikafanya tukamnominate huyo kijana Fad na mama mwingine kutoka kule Lamu Town. Leo tumekuja hapa kusaidia kina mama. Na nikija hapa mimi nina furaha kubwa sana. Gavana wenu huyu Isa Timami tulisoma na yeye chuo kikuu, alikuwa nyuma yangu. Iko rafiki yangu hapa anaitwa Abbas, alikuwa balozi. Abbas tulisoma na yeye, na mimi nikiwa foreign minister nilimchagua kwenda kuwa balozi wetu kule Iran, na akafanya kazi mzuri sana. Sasa mimi niko nyumbani kwa sababu nyinyi ni ndugu zetu, nyinyi ni dada zetu, na lazima tufanye kazi pamoja. Message yetu ni moja tu. Hii Kenya yetu
lazima tuheshimiane. Kuna wengine wetu wanafikiri kama wao si viongozi hakuna uongozi, na hiyo lazima tuikemee. Mimi natamani siku moja rais wa Kenya atoke hapa Lamu kwa sababu ya ukosefu wa ukabila. Tusungushe uongozi wa nchi. Hata mtu wa Lamu anaweza kuwa rais wa Kenya, hata mtu wa wapi Turkana anaweza kuwa rais wa Kenya, kwa sababu sisi zote ni jamii moja. Tukiwa hapa leo ni kuwaomba, tangu tupige kura, Rais William Ruto amekuwa kila mahali kueneza injili ya maendeleo, ya umoja wa nchi, ya kuchapa kazi. Mtamuongeza tamu ingine? Mtamuongeza tamu ingine? Hebu nione tu tamu ya Rais William Ruto. Nikisema William Ruto sema 10 bila break. William Ruto. William Ruto. Ya mwisho ni kushirikiana na nyinyi ndugu zetu wa hapa Lamu. Mimi natoka Bungoma kwa mpaka, na kwa muda mrefu tulikuwa tunapaguliwa kupata vipande. Rais Ruto amesema uwe mtu wa Mandera, mtu wa Lamu, mtu wa Busia, mtu wa Bungoma, mtu wa Turkana, ukienda kupata kipande hakuna malipo, hakuna maswali. Na hiyo itasaidia sana watu wetu, kwa sababu bila kipande Kenya hii huwezi kufanya chochote. Mimi nimekuja na mchango wangu wa shilingi 1500 kusaidia Mama Rweida, mbunge wenu. Mtamrudisha Mama Rweida? Mama Rweida sema 2 times. Mama Rweida. Mama Rweida. Na Rais Ruto. Rais Ruto. Asante sana na Mungu awabariki. Nami nataka sasa nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kabla hatujamaliza mkutano, jinsi mnamjua my better half, nataka tu ajitambulishe pale mnione kamili. Mr. mwenyewe huyo Ngamia asante. Umeona Ngamia? Asante. Sasa nataka nimshukuru Mwenyezi Mungu na niwashukuru viongozi